مسجد السلام. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Katika Uislamu ambao umeharamisha kila tabia ambayo si sawa, ambayo ni mbovu, ambayo ina hatari katika albasharia walmujtama alislami khasa, miongoni mwao ni tahrim alkadhib, urongo, na ni kwa sababu ni sifa mbovu ambayo mwanadamu haifai kusifika nayo. Ndio ukaona katika sifa nzuri za mitume wote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatumilizwa kwa waja wake ni katika sifa za ulazima, mitume wa kweli. Na katika tabia nzuri zaidi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika nayo kabla ya utume wake, wakati anakulia akiwa kijana, alikuwa ana ukweli, as-sadiqul amin, ana ukweli na ana uaminifu. Allah subhanahu wa ta'ala asema: wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Imam Abdurrahman as-Saadi rahmatullahi alayhi katika tafsiri Karim ar-Rahman fi kalam al-Mannan, fi tafsiri kalam al-Mannan, asema rahimahullah: wala tatba' au wala tattabi' ma laysa laka bi ilmun بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله. هل تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وما يفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله بعبادته إياه سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى سيسأله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعد إنه
إن العبد له أن يعد للقول جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعماله بعبوديته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين لله وكفها عما يكره الله ذلك. Yani usiwe wewe utafuata mambo ambayo huna ujuzi nayo, huna ilmu nayo, bali mambo hayo lazima uwe na ukweli nayo, tathbiti, uthibitisha kwamba hili jambo ni jambo la sawa katika kila ambalo unalolisema au jambo ambalo unalolifanya, kama alivyosema As-Sa'di, bali la tadhun anna dhalika la laka wala alayka, yale ambayo unayosema usidhanie kwamba hayo yatakuwa kwako wewe, huna madhambi au huna thawabu. La, kila kitu unachokifanya lazima kitahesabiwa, ima thawabu au jambo ambalo utahesabiwa nalo kwamba wewe una madhambi, kwa sababu yale ambayo unasikia, inna sam'a wal basar, hizi viungo ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa ya masikilizi na macho kuona na moyo kufahamu na kujua, haya au viungo hivi vitakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi ni haqiq bil abd, inatakaniwa kwa Muislamu, kwa mja yoyote, kwamba akijua yeye annahu mas'ulu, kwamba yeye atakwenda kuuliza amma qalahu wa yaf'aluhu, yale ambayo aliyosema au yale ambayo atakaoyafanya, kwamba yeye an yastamila bihi jawarihahu allati khalaqaha Allah, atumie viungo hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa na ameviumba kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlas na kumtakasia yeye dini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wadhalika la yakunu illa biistimalihi bi'budiyati Allah subhanahu wa ta'ala, na hili haliwi isipokuwa atumie viungo hivyo kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka na kuziepusha na mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayapendi. Na ndio aya nyingine ikasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kuna malaika raqib upande wa yamin wa atid upande wa shimali. Malaika kama hawa wawili ni muqayyad kwa kila ambayo wewe unayafanya, huyu ni upande wa kulia na huyu ni upande wa kushoto, wanaandika kila kitu ambacho unachokifanya, hawana kazi nyingine isipokuwa ni kazi hiyo. Na malaika hawa tuko nao popote tulipo, tunapokwenda, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na kuwapa kazi kama hiyo, kuhisabiwa au yale matendo na maneno ambayo mwanadamu ataoyafanya yote yawe kuwa yanahesabiwa. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, tuna wenye kuhifadhi maamali zetu, miongoni mwa amali min alqawli wal af'al, maneno na matendo yanahifadhiwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia kwa malaika kama hawa watukufu. Ya'lamuna ma taf'alun, yote ambayo sisi tunayoyafanya, yote ambayo yanafanywa na wanadamu, wao wanayajua mambo kama haya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa kazi yani kama hiyo. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Al-yamin, malaika ambao uko upande wa kulia anaandika khairi, ukiwa utalipwa mambo ya khairi, na malaika upande wa kushoto anaandika mambo ya shari na utalipwa mambo ya shari, ikiwa hutotubia mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hasa mwanadamu muislamu hasa anatakaniwa yeye awe hazungumzi mambo ambayo si sawa, na asizungumze urongo ambao una madhara mengi, na urongo huu unaitana baadhi yao kwa baadhi, na ndiyo kwa sababu ni jambo baya urongo kama huu,
au wanaosema warongo ni karibu mitume yote ambao Mwenyezi Mungu aliowaleta, wale ambao wafuasi wa mitume, wale ambao walitumilizwa nao, ambao hawawapendi, hawakuwafuata wale mitume, walikuwa miongoni mwa sifa mbovu wakiwatuhumu hawa mitume kwamba ni warongo, kwamba hawa mitume ni warongo, ili watu wasipate kuwaamini, ili watu wasipate kuwasikiliza, kwa sababu kwa jua ni jambo baya hili kwa wanadamu. Basi wakatafuta miongoni mwa sifa mbovu ambazo mitume wakibandikizwa, masihri, khiana na mengineyo, lakini moja wao ni tabia yani ya urongo. Apokea Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna. Ukweli, mtu kuwa mkweli, ule kusema ukweli inakuongoza katika mambo ya kufanya mema zaidi, na bir, yale mema ambayo wewe utaongozwa na ukweli yatakupelekea wewe uingie peponi, watakupeleka wewe uingie peponi. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa inna ar-rajula la yasduqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Hatoacha mja au mwanadamu muislamu, mtu atakuwa ni mkweli, aseme ukweli mpaka aandikiwe mbele ya Mwenyezi Mungu kama huyu ni mtu mkweli. Na ukiandikiwa wewe kwa ni mtu mkweli, ina maana wewe ni mtu peponi, na ni kwa sababu ni sifa nzuri ambayo Allah jalla wa ala anaipenda, na mambo yako ni makweli, ibada zako zitakuwa za ukweli, nia zako za ukweli, na kila kitu kitakuwa ni mambo ya sawa sawa. Malipo yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa peponi, na vile vile utakuwa umeandikwa wewe ni as-siddiq min as-siddiqin, yani sadiqan, ni mtu ambao wewe ni mkweli. Akasema tena Ibn Mas'ud katika kumaliza hadithi kwamba wa inna ar-rajula la yakdhib, na mtu atakuwa ni mrongo, mtu akawa ni yeye yani ni mrongo. Yani al-kadhib yahdi ila al-fujur, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Na urongo huu inakupelekea kufanya mambo ya upotofu, mambo mabaya. Jamii anwa al-fujur manba'uha au a'zam katika yanaokwenda katika mabaya ni mtu kuwa ni mrongo. Kisha akasema wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hii fujur yani mabaya yanakupelekea wewe, ya kuongoza wewe uingie motoni. Wa inna ar-rajula la yakdhib, mtu akawa atakuwa ni mrongo na kusema urongo, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka awe amepewa title mbele ya Mwenyezi Mungu, ameandikiwa kwamba huyu ni mtu mrongo. Muttafaqun alayhi. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, imepokewa na Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma kwamba Mtume alayhi salatu wassalam asema, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun min an-nifaq hatta yad'aha. Mambo manne, arba'un man kunna fihi, mambo manne ikiwa mtu mambo manne hayo ako nayo, ikiwa mtu ana mambo haya manne, mambo manne hayo ako nayo, arba'un man kunna fihi, mambo manne ikiwa mtu huyo anayo, kana munafiqan khalisan, yeye ni munafiki moja kwa moja wa kisawa sawa. Yani wewe umekusanya yote mambo manne, ndio tabia yako. Pengine mwanadamu huwa kuna tabia moja kama hizi afanya mara awacha, lakini ikiwa sifa yako ya mambo haya manne yote unasifika na sifa hizo, kwa maana kwamba wewe ni munafiki wa kisawa sawa, lazima urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kanat, na yule ambaye atakuwa man kanat fihi khuslatun minhunna, katika haya mambo manne ikiwa
una moja katika haya mambo manne, man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun min an-nifaq, atakuwa yeye ana sehemu tu, ana tabia ya unafiki. Ukiwa una manne yote ni munafiki moja kwa moja. Ikiwa una moja katika haya manne na hujaacha katika hayo moja, wewe utakuwa una tabia ya nifaq, ambayo aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, idha tumina khan, akiaminiwa anakwenda kinyume. Amanatul qawl, amanatul fi'l, amana ya vitu ambavyo pengine wapawa, mambo mengi ambayo ni amana. Akikupa bana, hii ni amana ya maneno, nimekupa siri usitoe, haya ni vitendo, au ni amana yangu hii, bidhaa nimekupa uiweke. Mtume alayhi salatu wassalam, yani katika sifa zake nzuri kabla ya utume, walikuwa pamoja kwamba walimfukuza au walihama Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka kwenda Madina, na huku yuwahama na wale ambao hawakumwamini, bado wana amana ambazo waliziweka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Mtume ako nazo, bado wana amana. Na maana haya ni kwamba hata ukiwa umeaminiwa na ambaye si Muislamu, amekupa amana yake, umekubali kuichukua, ni makosa katika Uislamu, yani kumkhini, kumpokonya au kumhadaa, ukasema hiyo kitu umepotea, au usimpe, yani la, ni makosa. Mtume alayhi salatu wassalam akamwakilisha bin ammi yake Sayyidina Ali radhiallahu anhu zile amana za Quraysh ambazo alikuwa nazo, asiondoke mpaka apeane amana za watu, na halali wale ambao wana amana zao ambao kwa Mtume alayhi salatu wasalam wanampiga vita, wanampiga yani kimwili yake, lakini na hakukhini amana, kwa sababu ni miongoni mwa sifa nzuri za mitume yote. Sasa idha utumina khan, ukiaminiwa unafanya khiana. Wa idha hadatha kadhab, ukizungumza unazungumza mambo ambayo ni ya urongo. Wa idha ghadara wa idha ahada ghadar, ukitoa ahadi, ahada ghadar, ukitoa ahadi unakwenda kinyume na ile ahadi ambayo ulioitoa. Wa idha khasama fajar, na ukiwa na utesi wewe unatupa mipaka katika ule utesi. Pengine mumesuluhishwa mkawa haya, basi mwanadamu atotokea na utesi, lakini mkishasuluhisha wewe unarudi kinyume, ukawa bado unauendeleza ule utesi. Hizi si tabia ambazo ni za sawa, ni tabia mbovu au tabia za kinafiki ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amezikemea. Na ukiwa nazo hizi nne, wewe ni mnafiki moja kwa moja, na ukiwa na moja katika haya una sehemu ya unafiki. Ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote atulinde na kuwa na bidii na kujiepusha na tabia kama hizi. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ma'ashara almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ulimwengu ambao tuko nao, au mambo ambayo yana ahdath ambayo yanaendelea katika Mashariki ya Kati, vita ambavyo vimeanza kabla hapo ni Palestina na hawa mazayuni ya Suhuyunia, sasa ni hawa Safawia, Mashia, Khawarij, na hawa ambao wote kwa sisi maadui. Shia na hawa Mayahudi, wote hawa si wetu, hawa wote si wetu. Pamoja na kwamba wanapigana au hawa wanawapiga mazayuni, tunafurahi, lakini tusifurahi na kuinua mikono.
hawa pia ni maadui wa Uislamu, ni hatari. Hawa mazayuni na masuhunia hawa, uadui wake katika Uislamu uko wazi. Uadui wake na tabia zao tunazo, tumeelezewa na Qur'ani na Sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, ziko wazi wazi, na ndivyo walivyo. Tabia nyingi sana. Au ukisoma Uislamu, ukisoma aya za Qur'ani na aya ambazo Mwenyezi Mungu amewasifu, ndizo hizo. Na hawa hawezi kwenda pasina usaidizi wa watu, illa bihabli min Allah wa habli min nas. Hawendi pasina usaidizi wa watu. Hablullahi anhu maqtu' anhum, kamba ya Mwenyezi Mungu haiko na Mayahudi, lakini wao wana usaidizi wa wanadamu ambao ni Amerika. Lakini pamoja na hao wengine, hao wametupiga sana. Hao wameua ahlus sunna, wameua watoto wa Kiislamu. Ukiangalia wale tulivyoumizwa katika nchi ya Iraq, Lebanon, Syria, watu walivyokufa huku Yemen ni wao, mpaka Afghanistan. Wakati ule ambao ikipigana Afghanistan, Waamerika walikuwa wako kwao, hawa wako hapo Iran wakiwapiga watu wa Afghanistan. Sasa usikuwe tutakuwa na furaha zaidi kwamba kuna mambo yanayokuja, kwa sababu ni hatari kushinda hawa ambao leo tuwajua kwamba hawa Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha nao na tuwajua tabia zao na aya kadha wa kadha. Lakini hayo ambao wanaojinasibisha na Uislamu wametumiza sana, wameumiza sana, kuumiza yani Waislamu. Wameumiza Syria, kuivunja ambayo ilikuwa rais wao al-Bashar an-Nusairia al-Batinia, Shia mbaya zaidi. Yule mwingine alikuwa Lebanon akafa, Hassan Nasrallah, na wote majoho na vilemba na ndevu, puzi moja kwa moja, lakini wanawapiga ahlus sunna, wanawapiga Waislamu wenzao. Na Muislamu atakafikiria ikiwa walikuwa ni khairi mambo kama haya, ingelikuwa leo Palestina haingepigwa kama walikuwa na silaha kama hizi. Lakini walipoanza kupigwa wao ndio wameanza kuregesha, na Waislamu wafurahi kweli. Lakini baadaye tuwe na hadhari sana sisi ahlus sunna, kwa sababu mashia ni maadui wa Uislamu, haina shaka, na akida yao ni mbovu. Dini ambayo imekusanya dini ya Kiyahudi na Kinasara na ushirikina ndani yake. Wanaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu zaidi kushinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wangekwenda haji, wanakasoma Qur'ani, lakini ni tabia zao. Wanaabudu ahlul bait au mawali wa Mwenyezi Mungu, hawaabudu Mungu pamoja, hata kama yani wanavyosoma Qur'ani. Na wale ambao waliokwenda au wengine wanaojua, ndani ya Tehran hakuna msikiti hata mmoja wa sunna, wanakataa hata mmoja msikiti wa sunna, bali walipoingia Iraq walivunja misikiti ya ahlus sunna, na kwao ndio kabisa. Walipoingia huko Syria kuwapiga, wanavunja misikiti ya ahlus sunna. Na ahdath miaka 3, 4, 5 iliyopita yako wazi. Sasa lakini Allahumma sallit adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Mwenyezi Mungu awasaliti madhalimu kwa madhalimu, na sisi tutoke tukiwa salama, na sisi tutoke tukiwa tunafurahia, lakini si furaha ya milele hii. Ahlus sunna wal jamaa ulimwenguni lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu, na sisi tuwe na saula na silaha ambazo zitakuwa ni zetu, si za hawa au hazitufai kabisa, kwa sababu wana chuki. Na katika tasrihi yake huyu Khomeini anasema vita bado vaendelea baina Yazid na Hussein, kama kwamba Yazid na Hussein hata kama walipigana, lakini wao ndio wameshika hivi na wakatia urongo ndani yake na kuwatukana masahaba na ukafiri mwingi wale nao. Hum aqrabu ila al-kufri wal iman, kafiri mwingi zao, na wengine makafiri kabisa, hawana itikadi ya kisawasawa. Na Muislamu anaangalia itikadi, wana itikadi ya Qur'an muharraf. Qur'ani haikutimia hii, na kuna na Qur'ani yao iko kwa hajatolewa, si msahafu wao sijui utatoka lini, lakini wanasioni kusoma hii na mambo mengi ambayo ukisoma wana uhatari. Sasa Muislamu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na wote hawa al-Yahud
والخوارج الصفوية. Mwenyezi Mungu azidi kuwadidimiza wao kwa wao, tutoke baina yao salimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وأقم الصلاة.